Fatuma Idi, nimetoka sehemu ya Tanzania. Nilikamatwa 2019 na wizi wa mabafu, ambapo ilitokea akaunti 9, nikahukumiwa hukumu ya kifo miaka 10, 10, 10, 7, 7, 7, 5 na 3. Uyu niwe turamurika thiini wa tabarira ya njera-ini citu umuthi. Muiritu uyu kuma bururi wa Tanzania atumire ndugu yake wendo na mundurume kuma Kenya, na ndamenyaga muthia-ini ndugu ino ikamwerekeria njera Kenya. Nimezaliwa sehemu ya Tanga kule Korogwe Lushoto. Ndio nipatikane huku Kenya, nilikuwa nimesha toka kwenye shule, tumefunga likizo. Sasa nikakuja kwa shangazi yangu, naishi boda pale Useli. Nikiwa pale kwenye Useli nilikuwa najifunza mambo ya saluni kidogo kidogo. Nikiwa pale ndio nikapatana na kaka mmoja, ambapo huo kaka alikuwa ni Mkenya, anaishi pale boda ya Loitoktok. Sasa ndio ile ujana tukaanza ile kukaa kama tunaingiana kwenye kimapenzi. Uhoro wa kumakania ni ati wira wao munene wari wa gwika ngero cia wikinae. Bahati mbaya na nzuri sikuwa najua ile kazi alikuwa anafanya. Kumbe alikuwa ni mwizi, lakini sikuwa najua, nilikuja kujua baada ya kushikwa. Alikuwa ananituma, nimekaa naye kwa muda kama miezi 9, kama imeenda nyingi. Sikuwa nimekaa naye sana. Alikuwa akinituma ananiambia nenda sehemu fulani uangalie kama kuna lori, uambie ninabeba. Hata alikuwa hataki niseme mpenzi wangu ama mume wangu, sema ninaendea mzigo, tajiri wako anaendea mzigo Tanzania, ambapo ni kama mahindi, maharage, hivyo ndio vitu venye alikuwa ananiambia. Mimi ninaenda na naangalia gari, naambia kuna tajiri yangu anaendea mizigo Tanzania, maharage na mahindi, na anataka gari. Naambia ninachukua gari, nampelekea sehemu walipo. Nilikuwa nawapata kama wakiwa wanawake 3 na wanaume kama 2. Mimi nikifikisha gari pale na waacha pale, mimi naondoka narudi ndani ya nyumba. Hihi mogo kamunyito atia? Siku moja ilikuwa kitu, akakuja kama mwendo wa saa 11. Saa 11 asubuhi. Kukaa kidogo mwendo wa saa 3:30 hapo mapolisi wakaingia. Walipoingia ndio wakakuja wakaniuliza mume wako yuko wapi? Huku ni kwa nani? Nikamwambia ni kwa mume wangu. Akaniuliza yuko wapi? Alikuwa ameshalala. Nikamwambia yupo ndani ya kitanda. Nikamwamsha akakuja. Ndiposa wakaniambia unajua mume wako ni mwizi. Nikamwambia sijui mume wangu ni mwizi. Nikaelezea polisi kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Akaniuliza, wakaanza kupekua humo ndani. Walipopekua ndio wakapata namba plate za gari, ambapo walikuwa wameingia na huo mzigo asubuhi. Walipozipata pale ndio wakaniuliza nikamwambia mume wangu mimi sijui ni mwizi, ila sababu sikuwa najua ni kitu kibaya ama ni kitu kizuri. Mimi niliendelea kuongea ukweli. Alikuwa mume wako anafanya kazi gani? Mimi huwa ananituma, ananiambia niende sehemu fulani, ninachukua gari, ninakuja na waletea, na wapata sehemu fulani wakiwa watu kadhaa, alafu wanaondoka wanaenda na ile gari. Baada ya siku 2 ndio anarudi ndani ya nyumba. Sasa sijajua ni mwizi. Mapolisi wakaniuliza ni wapi na wapi? Mimi nikawaambia yote. Ila hapa kando huyu mume alikuwa ananifinyia macho. Sikujua alikuwa ananifinyia macho sababu ya nini. Thutha ucio gwathire atia? Kwenda tukaambiwa tunafika kwenye kituo cha polisi, utafanya nini? Utarudi. Hivyo ndio niliondoka na sikuwahi rudi tena. Tamenya uhoro wa kumakania ni ati muiritu uyu aratwira ati mundurume uyu manyititwo nake egucoka arekererio na njira iri na kiriga. Sasa asubuhi yake kwenye kupelekwa kotini, yeye mwanaume alipelekwa kwenye seli yake na mimi seli nyingine. Lakini asubuhi ilikuwa Jumanne tarehe 25 mwezi wa 8, nakumbukaga vizuri. Sasa ndio nilipelekwa kwenye mashtaka, nikastakiwa. Nikipelekwa nilijipata mimi mwenyewe ndio nimepelekwa kotini peke yangu, ule mume hayupo. Mpaka kuanzia hiyo siku mpaka wa leo sijawahi muona. Sasa ndio nikastakiwa na makosa, na sababu ni kweli nilikuwa natumwa na ninaendea zile gari. Niliposomewa mashtaka sikukataa mashtaka, mimi nilikubali makosa yote. Sasa hilo ndio najiulizaga mpaka wa leo, sababu hiyo kesi tulistakiwa Loitoktok. Hiyo ndio najiulizaga, mimi ndio nilijipata kwenye kituo cha polisi kwa koti peke yangu, na tulishikwa tukiwa 2. Hao wengine wako wameshikwa, wenye tulipatikana nyumba tulikuwa 2. Fatuma Idi ndari na undu ungi orotiga gutindikana na muturire murito wa njera.
Ya kwanza nikastakiwa wizi wa mabafu ambapo ni robbery with violence, nyingine stealing motor vehicle na nyingine handling. Nikahukumiwa hukumu ya death sentence na nikahukumiwa hukumu ya 59 years. Nilipohukumiwa hiyo kifungo nikakuwa nimejidharau, nimejitukia sababu ya kuangalia umri wangu, nimeshikwa na 19 years. Familia yangu ipo mbali, sijawaambia tatizo. Huu mwanaume ni miezi nimekaa naye, ameshaniingiza kwenye hiyo mambo mabaya. Nikakuwa na ile kujikataa, nikajikataa, hata nilijaribu kujiua nikiwa pale Kodemu mara 2. Leo ni murutwo jera. Kwa sasa hivi mimi ni mwanafunzi, nipo form 3. Pia mimi ni mwandishi. Nimeandika kitabu moja inajiita Melting Soul, ya pili niko the second series ambayo inajiita Healing at the Desert. Nilijua nipo na kipawa cha kuandika wakati tulikuwa tunaambiwa tunaenda kwa president on 2016, ndio nikapata ufunuo tukaambiwa tuandike poems. Hapo ndio niliandika poems ya uhuru wa mwanadamu ni kitu cha muhimu. Na nilipoandika hizo poem nikakuwa naandika poems nyingi. Zilipoletewa mwalimu wa book club, akuniona akaniambia naweza kuwa mwandishi, na hapo ndio nilianza kuandika kitabu. Na kufikiria kwangu kuandika hii kitabu ni vile niliona kulingana na umri wangu, vile nimeingia jela nikiwa mdogo na kujua crime does not pay, nikaamua niandike hii kitabu ili iweze kufikia mayouth huko nje, ndio waweze kujua crime does not pay. Sababu uhuru ni jambo la muhimu sana. Hapo unajua hata sometimes hata nikienda chooni lazima nifuatwe. Nikienda kuchukua chakula lazima nifuatwe. So ni uchungu sana sana ambapo ukiwa ndani ya gereza, wenye wako nje wasifikirie kuwa hapa ndani ni kitu rahisi sana. Tuseme unafanya kitendo ndio ukuje jela. Hiyo ni kukua na akili potofu. Arauga nĩ gĩconoko kĩnene kuoherwo bũrũri-inĩ wa kũraya. Ni uchungu sana sababu hata kabla ndio kuja kuaziniana na familia yako, unaona kutoka Tanzania, kutoka kwetu Korogwe mpaka hapa ni mbali sana. Sasa hata mimi tangia nishikwe 2012 ndio ilikuwa mwisho wangu wa kuona familia yangu, lakini kile kinasababisha nijue wapo, nazungumzaga nao na simu. Kuna simu ambapo tunaletewa na Red Cross ambapo unafaa kupiga mara 1 kwa mwezi, na hiyo kupiga unapiga dakika 2. Kwa hivyo uwezi zidisha dakika 2. Ukipiga hizo dakika 2, labda leo hii mwezi nitampigia mamangu, au mwezi mwingine